Kwa neema zako tumefika mahali hapa kwa ajili ya ibada hii. Tunachokuomba ni kwamba wewe mwenyewe kupitia malaika zako uwe pamoja nasi. Kuanza na kumaliza tuone utukufu wako, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Hamjambo wa ndugu na wadada. Tunapofika wakati kama na huu, neema ya Mungu, wote wanaokuwa hapa tunawakaribisha katika jina la Yesu. Kila mmoja aliyefika hapa tunakuwa tu na neno moja tu, kilio. Ndugu Jafet, chef guide, mzee wa kanisa, yeye ndiye tunamsindikiza hapa katika makao hii. Na mbele ya mambo hayo, tuna fundisho tu fupi inakwambia ushindi juu ya kifo. Ushindi juu ya nini? Ya kifo. Kifo, mtu mmoja aliandika, anaitwa Arthur Maxwell, aliandika hivi: la mort est l'ennemi ultime de tout ce qui est beau. Une intuition dans la perfection de l'Éden provoquée par le péché qui a été transmis à toute l'humanité. Ainsi, la mort règne comme l'intuisme interperstive qui perturbe toute la joie et les plans de la vie. Mtumishi wake Bwana aliyetudumia kwa namna nyingi sana, ametoweka, ametwacha na huzuni, sababu matendo yake yamshuhudia. Tunayotumaini ya kuonana naye tena. Tokea ndugu yetu amelala, tena cha kushangaza sana, alikuwa mzima wa afya, lakini kufumba na kufumbua umesikia,
ndugu ametoweka. Hayo anatenda katika maisha yetu, ingawa misiba ya ghafla inatokea na inauma sana, lakini tumutegemee Mungu, kwa sababu vile mchungaji amesema, yeye hakujua kwamba atalala udongoni leo, wala na washiriki wa Sinai hawakujua, hata na mke wake hakujua, lakini ilitokea tu tukapata taarifa kwamba mzee wetu amelala. Mzee wetu ambaye ni Jafete Mululunganya Bamenyirwe ni mzee ambaye kwa shuhuda zake kila mshiriki ni mshuhuda. Hata mimi sina muda wa kueleza mengi, kwa sababu kila mtu aliyejua Jafete ushuhuda wake ni mzuri. Amekuwa mzee miaka ya kutosha katika kanisa letu la Sinai, na amefanya kazi ya Mungu kisujaa. Vile jinsi munamuona navaa hivyo kama jia, kwa kweli alikuwa jia. Amehimiza vijana kuwaamsha ili wafanye kazi ya Mungu. Amehimiza wavulana na wasichana. Ametuhimiza sisi wazee wenzake. Kwa kweli mzee amefanya kazi, na ikiwa leo amelala, huenda Mungu ameona kwamba kazi ambayo ameifanya alale apumzike, asubuhi njema tutamuona. Na Jafete, kulingana na neno la Mungu, yule ambaye anakufa anamwamini Mungu anakuwa hakufe, lakini analala usingizi. Ni usingizi ambao ile masaa 12 ya usiku, ambayo inamaanisha muda wote, kipindi chote watakatifu watakapomaliza katika udongo, yale masaa 12 ya usiku ambao ameingiamo sasa, giza ambalo ameliingia ndani, asubuhi njema. Wala ambao watajifunza kwake tutaonana naye. Mzee tulitumika naye kama wazee wa kanisa. Nilipowekewa mikono ya kuwa mzee wa kanisa, ni yeye mzee tuliongoza naye katika mwaka wa kwanza katika kanisa la Sinai. Tuliongoza, alikuwa mzee ambaye alikuwa hataki mambo ya makosa. Akiona kosa analikemea kwa sauti kabisa. Alafu tulikuwa tunatembea mahala ambapo anataka panda, mimi namshusha, mahala ambapo mimi nashuka sana ananinyanyua, alafu tunatembea vizuri. Lakini Mungu ameona kwamba leo alale. Mzee Jafete alikuwa mzee ambaye alijua vizuri kupanga kazi ya Mungu. Tukiwa naye katika baraza, tukiweka mikakati ya kupangia kazi ya Mungu, kwa kweli alikuwa mbunifu katika kazi hiyo. Tulipoanza mpango wa majenzi ya kanisa mwaka juzi, Jafete tulikuwa naye pamoja na wazee wengine, tukapangilia mipango, na kwa kweli wilaya yote ya Nyiragongo inashangaa kuona Sinai ambao hawana pesa, ni watu wa chini, lakini kanisa mu miaka miwili inafika karibia kulento ya mwisho. Kwa kweli alikuwa na mbinu za kufanya kazi ya Mungu, na zimetusaidia sana na tumejifunza mengi kwake. Lakini kwa yote, Jafete alikuwa rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Tulishauriana katika mambo mengi, mambo ya kimaisha, mambo ya kifamilia. Tumeshauriana sana, lakini Jafete leo anapumzika. Sababu tumewaona, Mungu aendelee kutufariji nani pia, kwa sababu ni safari yetu sisi sote ambayo tunatarajiwa kuipitia. Ndaeleza kidogo kwa ajili ya maisha ya mloko yangu. Jafete
mimi ni mkubwa yake, ambaye yeye alizaliwa kwa tariki ambayo mnaiona hapa, tariki 5 mwezi wa 6 mwaka wa 1179 ambao alizaliwa. Mimi ninampita umri wa miaka 5 kwa sababu mimi nilizaliwa M74, yeye anazaliwa M79. Jafeti amefariki kwa tarehe ambayo mumeiona hapa, tariki 14 ya mwezi huu wa 4 mwaka huu wa 2025 kwa watu wa moyo mbaya ambao walitamani pesa zake ndizo waliendea tu. Sikusema kwamba ana wayo lolote na watu, kwa sababu Jafet alipozaliwa ni mtoto ambaye nililea mimi ninapompita umri wa miaka 5. Alikuwa hachokozanake, na wakati watoto wanagombana ni yeye alikuwa anawaachanisha. Alipokomaa, kwa sababu mimi nilikuwa mguruguru kidogo, nilikuwa nashindwa masomo, tukapata diplome kwa sawasawa mimi naye mapacha. Na mnapoona journale yake kuko cha mtu mululunganya bamenyure mululunganya, sote tulipata diplome mu 2004 kwa Institut Kirutu Lumba Pabunyakiri. Jafet anazaliwa na mzazi wetu ambaye alituacha mu mwaka wa 2000, naye akiuawa kwa kupigwa risasi. Babangu mzazi mu 2000 aliuawa kwa kupigwa risasi. Mama ambaye ametuzaa iko hapa, anayeitwa kwa jina la Chiza Ana. Sijue kwamba kama anaweza kujikokota na kama hataweza basi anaweza wakia nyumbani. Ndio. Jafet tuliposoma, kwa bahati nzuri akapata kazi mbele yangu, mimi nikaendeleza university, yeye wakamchukua kwa sababu ya upole wake kwenye shule la Waadventiste kwa kanisa letu Epetebero. Akawa mwalimu, akapata numero matricule, akaanza kupokea mshahara mimi nikiwa shuleni. Ikafikia hatua ambayo aliamua kusema kwamba hataendelea kuwa mwalimu alipokuwa ameoa, na mke wake yuko hapa ambaye ni mama Kavira Claudine, ni mama yetu kabisa, na Mungu amsaidie, ijapokuwa amebaki mjane, lakini Mungu aendelee kumpa nguvu na uwezo. Ni ya 17 na fungu lile la 7 na la 8. Yeremia 17 fungu la 7 na la 8. Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Neno la Bwana. Amen. Jambo tena, wana wa Mungu, tunamshukuru Mungu. Hivi Mwenyezi Mungu lazima tumshukuru, na tunamshukuru kwa maisha ambayo ametutolea ili tupate kuishi pamoja na ndugu Jafet. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tutakuwa na fungu ambalo tutakalo lisoma, fungu kwa ajili ya jamaa. Asante. Kwa hivyo kipindi Bwana ninakuhitaji.
Bwana, ninakuhitaji. Basa